Unapotaka kutoka katika kuajiriwa na kwenda katika kujiajiri, kuna maswali makuu matatu ambayo unatakiwa kujiuliza. Swali la kwanza, why? Kwa nini unataka kujiajiri? Kuna sababu ambayo inayokufanya unataka kujiajiri. Siku zote kumbuka kuwa uzito wa sababu yako ya kutaka kujiajiri na jinsi ambavyo imekushawishi ndio chanzo kikubwa cha mafanikio yako. Jinsi unavyokuwa na sababu isiyokuwa na nguvu, hata kama una rasilimali zote na ujuzi wa kila aina, utashangaa ufanikiwe kwa kiwango ambacho unatarajia. Sababu inayokufanya unataka kujiajiri ndio haswa itakuwa kichocheo chako kikubwa cha kuwa na hamasa ya kufanya usonge mbele hata kama kuna changamoto zitakukabili. Utakapoanza kwa sababu ambayo haipo sahihi, basi utakuwa umeanza kujihakikishia safari yako ya kufeli na kushindwa katika safari moja ya maisha yako. Swali la pili la kujiuliza ni how, yaani unataka kufanya kwa namna gani? Hili ni swali ambalo unatakiwa kujiuliza mara baada ya kujua kile ambacho unachotaka kukifanya. Katika swali hili unajiuliza namna ya kufanya kitu ambacho ulichokichagua ili kutimiza ile sababu iliyokusukuma kufanya. Kumbuka, unaweza kufanya kitu kama wengine ambacho wanachokifanya, lakini tofauti yako na wao ikawa namna unaofanya. Swali la tatu ni what, yaani unataka kufanya nini? Hili ni swali ambalo linakusaidia kitu cha kufanya. Siku zote kumbuka, katika kila kitu ambacho kinachofanywa katika dunia hii, kuna watu ambao wamefanikiwa na kuna watu ambao wamefeli. Hivyo kinachokufanya ufanikiwe sio kile unachokifanya, bali ni sababu ambayo iliyokusukuma ufanye na namna unavyokifanya kitu hicho. Kuna watu wengi wanafikiri mafanikio ya kile ambacho wanachotaka kukifanya yamefichwa katika uzuri wa wazo walilonalo au wingi wa rasilimali walizonazo, bila kujua sababu iliyowasukuma na namna wanavyokifanya kitu walichokichagua ndio nguzo muhimu sana za kufanikiwa. Ingawa watu husukuma na sababu tofauti tofauti katika kufanya maamuzi ya kujiajiri, sababu hizi huweza kuwekwa katika makundi makubwa mawili. Kwanza ni sababu zilizojitengeneza na kuwalazimisha kufanya maamuzi, yaani push factors. Hizi ni sababu ambazo zipo katika kundi ambalo mtu hakuwa amepanga hapo kabla au kufikiria kama mpango wa muda mrefu wa kujiajiri, lakini anakutana na mazingira ambayo yanamlazimisha kuchukua uamuzi huo hata kama hakuwa amejiandaa vizuri. Pale mtu anapokuwa anatafuta kazi kwa muda mrefu na amekosa, mtu anapokuwa amefukuzwa kazi ghafla, mtu anapokuwa amestaafu, anajikuta anatafuta kitu cha kufanya baada ya hapo. Wapo walioingia katika kujiajiri kwa sababu ya kundi hili na wakafanikiwa, lakini pia wapo waliofeli. Lakini kitu kikubwa hapa ni namna mtu ambavyo anavyoweza kuyatumia mabadiliko hayo ya ghafla na kuyatumia kwa ajili ya faida yake. Mara nyingi watu ambao wanaweza kufanikiwa wanapokabiliana na sababu hizi ni wale ambao wenye kiwango kikubwa sana cha kukabiliana na hisia zao. Kundi kubwa la watu ambao wanakabiliana na sababu hizi na kuwasukuma katika kujiajiri huwa wanajikuta kwenye msongo mkubwa sana wa mawazo, kwa sababu wanalazimika kuanzia chini na kujihusisha na shughuli ambazo kama zinawashushia hadhi zao, wakati ndani ya mioyo yao bado hawajakubaliana na hali hiyo. Sababu katika kundi la pili ni sababu zinazokuvutia na kutamanisha kufanya maamuzi, yaani pull factors. Kundi hili la pili ni lile ambalo linalo kufanya ufanye maamuzi kwa sababu zinazokuvutia. Hapa inawezekana ikawa umeona wengine wamefanya na wamefanikiwa na wewe ukatamani kufanya kama wao, au inawezekana ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa ni ndoto zako za siku nyingi sana, lakini sasa umefika wakati wake wa kulitimiliza. Kumbuka, sababu unayokuwa nayo inakuwa na faida na changamoto zake. Je, sababu inayokusukuma ipo katika kundi lipi? Ipo katika kundi la pull factors au ipo katika kundi la push factors?